Ilikuwa ni asubuhi ya kawaida katika kijiji cha Lulangoma, kijiji kidogo kilichozungukwa na milima ya kijani na misitu minene. Katika kijiji hicho aliishi kijana maskini aliyeitwa Musa. Musa alikuwa yatima tangu akiwa mdogo na maisha yake yalikuwa ya shida tele. Alikuwa akifanya kazi ndogo ndogo kama kulima mashamba ya watu au kubeba mizigo sokoni ili tu apate chakula cha siku hiyo. Watu wa kijijini walimchukulia kama mtu wa chini, duni na asiye na maana. Hakukuwa na mtu aliyemheshimu isipokuwa watoto wachache waliopenda kucheka na kusikia hadithi zake. Siku moja, jua likiwa kali sana, Musa alikuwa anarudi nyumbani baada ya kulima shamba la jirani. Njiani alikutana na bibi kizee aliyekuwa amechoka na kubeba mzigo mkubwa wa kuni. Bibi huyo alikuwa ameinama kwa uchovu, miguu ikitetemeka na pumzi zikimkatika. Musa alisimama ghafla na kumkimbilia. "Bibi, acha nikusaidie," alisema kwa huruma. Bibi alimtazama kwa mshangao, kisha kwa tabasamu la upole akasema, "Asante mwanangu, siku hizi vijana wengi hupita tu bila kujali." Bila kusema mengi, Musa alibeba kuni na kumshika bibi mkono. Wakaanza safari ya kuelekea nyumbani kwa bibi huyo. Njia ilikuwa ndefu na ilipitia kwenye msitu kidogo. Musa alichoka, lakini hakuacha kutabasamu na kuendelea na safari. Walipofika nyumbani kwa bibi huyo, nyumba ndogo ya nyasi iliyojengwa pembeni ya kijiji, bibi alimkaribisha ndani. "Umenisaidia kwa moyo wako wote. Sina pesa ya kukulipa, lakini kuna kitu nitakupa. Kitu hiki kinaweza kuonekana cha kawaida, lakini ndani yake kuna baraka kubwa," alisema bibi huku akimkabidhi Musa kijikasha kidogo cha mbao kilichofungwa kwa kamba ya majani. Musa alikitazama kwa mshangao. "Bibi, hiki ni nini?" aliuliza kwa heshima. Bibi akajibu, "Usikifungue sasa. Ukirudi nyumbani, omba kwa moyo safi kisha ukifungue ukiwa peke yako." Musa alishukuru na kuondoka. Usiku huo, Musa alifungua kijikasha baada ya kuomba kama bibi alivyosema. Ndani yake kulikuwa na kipande cha karatasi chenye maandishi ya ajabu ambayo hayakuweza kusomeka na jiwe dogo la kijani lililong'aa kidogo. Alipokishika tu, alianguka na kuzimia. Alipoamka, alijikuta kitandani kwake, lakini mwili wake ulikuwa umejaa nguvu mpya, akili yake ikiwa na maarifa ya ajabu. Tangu siku hiyo, kila jambo alilogusa lilikuwa linafanikiwa. Alianza kulima shamba lake mwenyewe na kila alichopanda kilistawi zaidi ya kawaida. Alianza kuuza mazao yake na kwa haraka akaanzisha biashara ndogo. Ndani ya mwaka mmoja, Musa alikuwa mfanyabiashara mkubwa wa mazao na mifugo. Alijenga nyumba nzuri, akanunua magari. Na watu wote waliokuwa wakimbeza sasa walimfuata wakimuomba msaada na ushauri, lakini cha ajabu, Musa hakubadilika. Aliendelea kuwa mnyenyekevu, mkarimu na mwenye moyo wa kusaidia. Aliwasaidia wajane, yatima na hata wale waliomdhihaki zamani. Alijenga shule ya kijiji, akachimba kisima cha maji safi na kusaidia vijana wengi kupata mitaji ya biashara. Na zaidi ya yote, hakumsahau yule bibi kizee. Alimtafuta na kumjengea nyumba mpya, akamweka watu wa kumtunza na kumchukulia kama bibi yake mwenyewe. Kila mwezi alimtembelea na kumletea zawadi. Wakati mmoja watu wa kijiji walimuuliza Musa, "Ni nini kilichokufanya uwe hivi?" Musa aliwatabasamia kisha akasema, "Ni msaada mdogo niliompa mtu ambaye kila mtu alikuwa anampita bila kumjali. Niligundua kuwa baraka huja wakati tunatoa bila kutarajia malipo." Hadithi ya Musa ilisambaa hadi mikoa ya mbali na watu walimfahamu kama Musa wa baraka. Wengi walikuja kumwona si kwa ajili ya mali, bali kwa ajili ya kujifunza kutoka kwa moyo wake wa dhati. Alifundisha vijana kuwa maisha si ya haraka bali ya uvumilivu, kuwa mabadiliko makubwa yanaweza kuanzia kwenye jambo dogo kama kusaidia mtu anayeonekana hana maana. Musa aliishi maisha marefu ya heshima na furaha, na aliwacha urithi mkubwa wa hekima na upendo kwa jamii nzima. Miaka kadhaa ilipita na jina la Musa liliendelea kung'ara kila pembe ya nchi. Aliheshimika si tu kwa sababu ya mali aliyokuwa nayo, bali kwa moyo wake wa huruma na moyo wa kusaidia. Aliweza hata kupata tuzo ya kitaifa kwa mchango wake mkubwa katika kuinua jamii, jambo lililowafanya wengi zaidi kumheshimu. Lakini pamoja na utukufu wake, maisha ya Musa hayakuwa na utulivu kila siku.
Kwa mbali giza lilikuwa linambizia, giza la choyo, chuki na majaribu ya dunia. Siku moja alitembelewa na mwanamke mmoja mrembo ajulikanaye kama Zara. Alijitambulisha kama mwanaharakati wa maendeleo ya wanawake na alikuja kumwomba Musa msaada wa kifedha kwa ajili ya mradi wa kuwasaidia mabinti waliotelekezwa. Musa, kwa moyo wake wa kawaida wa kusaidia, alikubali mara moja. Aliweka mamilioni ya pesa kwenye mradi huo na kumteua Zara kuwa msimamizi wake. Lakini Zara hakuwa na nia njema. Alikuwa ametumwa na watu fulani waliomwonea wivu Musa kwa mafanikio yake, na lengo lake lilikuwa ni kumharibia jina, kumpora na kumwangusha mbele ya jamii. Musa hakutambua njama hiyo mapema. Akiwa ameamini kuwa kila mtu ni mwema kama yeye, aliendelea kumpa Zara nafasi kubwa hata kwenye maamuzi ya kampuni zake. Aliamini anamsaidia dada mwenye maono. Lakini polepole mali zilianza kupotea, kampuni zilianza kupata hasara na watu wakaanza kumsema vibaya. Gazeti moja liliandika, Musa anayetuhumiwa kupora fedha za wajane na yatima. Habari hizo zilimuumiza sana Musa. Alijitenga na watu, alilia kwa siku nyingi. Hakuwa na mtu wa kumlilia ila bibi yule kizee aliyempa kijikasha miaka mingi iliyopita. Alimtembelea na walizungumza kwa muda mrefu. Mwanangu, bibi alisema, baraka ni kama mbegu. Hukuja nayo duniani, bali ulipanda na ikamea. Usiruhusu sumu ya watu wachache iwe msitu wa mema yako. Jifunze, usikate tamaa. Maneno ya bibi yalimchoma mioyoni mwake kama moto wa faraja. Alisimama tena kwa nguvu mpya. Alifuatilia matumizi ya fedha na hatimaye aligundua wizi mkubwa uliofanywa na Zara na washirika wake. Aliwapeleka mahakamani na walihukumiwa kifungo kirefu. Heshima ya Musa ilirejea. Lakini sasa alikuwa mwerevu zaidi. Alijifunza kuwa si kila anayesema niko na wewe anamaanisha kweli. Alianza kuwa makini na watu aliowapa nafasi ya karibu. Kwa upande mwingine, kijikasha kile cha mbao kilikuwa bado kipo. Siku moja alikiangalia tena na kwa mshangao wake alikuta maandishi yaliyokuwa hayaeleweki awali sasa yanaonekana wazi. Yalisema, ulipewa baraka lakini sasa ni wakati wa kuzigawa. Alielewa ujumbe huo. Baraka alizokuwa nazo hazikupaswa kuwa kwake tu, bali zilitakiwa kumgusa kila mmoja. Alianzisha taasisi ya kusaidia vijana wasiojiweza kupata elimu ya bure. Alianzisha mashamba ya mafunzo ya kilimo na kuendesha semina za mafanikio na maadili. Wale waliomwacha wakati wa dhiki walimuomba msamaha na kwa moyo wake mpana aliwasamehe. Sikuwahi kuwasaidia ili wanipe shukrani. Niliwasaidia kwa sababu ndiyo maana ya maisha, alisema. Musa aliendelea kuishi maisha ya heshima na kijiji cha Lulangoma kilibadilika kabisa. Kilikuwa kijiji cha maendeleo kilichotajwa kwenye vyombo vya habari kama mfano wa kuigwa. Watu kutoka nchi nyingine walikuja kujifunza. Aliwapeleka mahakamani na walihukumiwa kifungo kirefu. Heshima ya Musa ilirejea. Lakini sasa alikuwa mwerevu zaidi. Alijifunza kuwa si kila anayesema niko na wewe anamaanisha kweli. Alianza kuwa makini na watu aliowapa nafasi ya karibu. Kwa upande mwingine, kijikasha kile cha mbao kilikuwa bado kipo. Siku moja alikiangalia tena na kwa mshangao wake alikuta maandishi yaliyokuwa hayaeleweki awali sasa yanaonekana wazi. Yalisema, ulipewa baraka lakini sasa ni wakati wa kuzigawa. Alielewa ujumbe huo. Baraka alizokuwa nazo hazikupaswa kuwa kwake tu, bali zilitakiwa kumgusa kila mmoja. Alianzisha taasisi ya kusaidia vijana wasiojiweza kupata elimu ya bure. Alianzisha mashamba ya mafunzo ya kilimo na kuendesha semina za mafanikio na maadili. Wale waliomwacha wakati wa dhiki walimuomba msamaha na kwa moyo wake mpana aliwasamehe. Sikuwahi kuwasaidia ili wanipe shukrani. Niliwasaidia kwa sababu ndiyo maana ya maisha, alisema. Musa aliendelea kuishi maisha ya heshima na kijiji cha Lulangoma kilibadilika kabisa. Kilikuwa kijiji cha maendeleo kilichotajwa kwenye vyombo vya habari kama mfano wa kuigwa. Watu kutoka nchi nyingine walikuja kujifunza.